Hiyo kuna haja ya msingi ya kuimarisha mahusiano haya, kwa kuwa wahanga wa ajali ni jambo ambalo haliepukiki, japo tunapaswa kwa pamoja kulizuia na kupambana na changamoto hii ili kupunguza takwimu za ajali au wahanga kwa kiwango kikubwa. Ni matumaini yangu kuwa ushirikiano madhubuti kati ya mfuko wa fidia kwa wafanyakazi WCF na jeshi la polisi utahakikisha waathirika halali wanapata fidia kwa wakati na kwa haki, pamoja na kudhibiti mianya ya udanganyifu kwa ustawi wa mfuko endelevu. Wa WCF ulianza kulipa fidia Julai 1 mwaka 2016 kwa kutumia sheria mpya, ambapo fidia hulipwa kulingana na kiwango cha ulemavu na mshahara wa mfanyakazi husika. Kiwango kinachotumika kulipwa fidia ni 70% ya mshahara ghafi, hii tunaita replacement ratio, na ni viwango ambavyo viko juu kwa viwango vinavyopendekezwa hata na shirika la ILO, ambapo nafikiri wanasema isipungua 5%, lakini sisi kwa tathmini ambayo tumefanyiwa tuko juu ya vile minimum requirement ya shirika la kazi. Mheshimiwa IGP, mfuko hulipa pensheni ya kila mwezi kwa wafanyakazi wanaopata ulemavu unaozidi 30%. Kama mlivyosikia kwenye utambulisho, Dr. Omar na timu yake chini ya madaktari wao ndio hilo jukumu la kutathmini kiwango hicho cha ulemavu. Pale ambapo panahitaji jicho la nje, pia wana co-opt madaktari na specialist kutoka kwenye hospitali zilizoko Tanzania, na utambuzi wa baadhi ya magonjwa, kwa vile hatuna muda wa kusema haya, mengine huwa tunarifaa nchi yale ambayo hatuna wataalamu wa hapa ndani ya nchi, ambazo zinasababisha fidia kubwa, kwa maana zinazoleta madhara makubwa zinatokea barabarani. Ukiangalia idadi ya vifo ambazo vinasababishwa na kazi, 10% kubwa vinatokea barabarani. Kwa hiyo hatuna namna, lazima kuendelea kushirikiana katika kutoa elimu, kujaribu kupunguza impact ya ajali ambazo zinatokea barabarani. Hilo hatuwezi kukwepa. Uhai na uendelevu wa mfuko unategemeana sana na hiyo kufanywa kazi. Uko na mtu wa ICT hapa, naelewa ndio future inapokwenda, kwamba mifumo yetu lazima isomane, na hayo ndio maelekezo ya Mheshimiwa Rais kwamba taasisi za umma mifumo iweze kusomana, badala ya kuanza kubadilishana taarifa kwenye makaratasi. Kwa kuona na kufanya tathmini kwa kipindi cha miaka 3 ambacho tumeendelea na haya makubaliano yetu, na kuona kwamba nini kufanya, na kizuri kwamba tumekuja hapa na hayo mapendekezo mawili ambayo kimsingi kama tunaenda nayo na tukubaliana nayo, basi vipengele ambavyo inabidi sasa tuvihuishe kwenye makubaliano yetu ili sasa isaidiwe tena kwa ajili ya kuendelea. Kwa hiyo na kwa kikao hichi, kama tutatoka hapa kwamba tulikubaliana hili la kubadilishana taarifa kwa njia ya kimfumo, basi yote haya sasa inabidi yaingie vizuri sasa kwenye makubaliano yetu ili twende sawa. Lakini hili la elimu lipo, ni utekelezaji, ni issue utekelezaji kwamba liendelee, kwa sababu makubaliano lipo. Kwa hiyo ni sisi kupanga program zetu namna gani iwe ni endelevu na tuendelee kupata makubaliano.